Fikiria, usiku mmoja peke yako, unapata kitabu cha kale kilichofichwa kwa miaka mingi, unafungua ukurasa wa kwanza, na hapo maisha yako yanabadilika milele. Hii si hadithi tu, hii ni onyo. Kitabu hatari zaidi duniani kipo, na jina lake linatosha kukufanya utetemeke. Al-Azif. Leo nitakusimulia hadithi yake kwa moyo wote, ili uone jinsi giza linavyoweza kukumeza kabisa, na labda baada ya hii hutathubutu hata kuifikiria tena. Katika jangwa la Arabia lisilo na mwisho, chini ya jua linalochoma kama adhabu na mwezi wa damu unaotazama chini kama jicho la shetani, aliishi mtu aitwaye Abdul al-Hazred. Hakuwa mwandishi wa kawaida, alikuwa na kiu isiyoweza kuzimika ya siri ambazo binadamu hawapaswi kuzijua. Alitembea peke yake kwenye mchanga ambao ulionekana kuwa na maisha yake mwenyewe. Ulizungumza naye usiku, ulimta kwa sauti zisizoeleweka. Alikutana na makabila yaliyosahaulika na wakati, magofu ya miji ambayo ilikuwa imezikwa hai chini ya mchanga, na viumbe ambavyo macho yao hayakuwa ya ulimwengu huu. Alisikia lugha zilizokufa zikilia ndani ya kichwa chake. Aliona maono ambayo yalimfanya atamani kufa mara moja ili asione tena. Lakini bado aliendelea. Mpaka siku moja alipata habari za kitabu hicho, Al-Azif. Maana yake, kelele za wadudu usiku. Lakini si wadudu wa kawaida, ni vilio vya mapepo yanayotamani kutoka nje ya wakati na nafasi, yanayotafuta mwili wa binadamu ili yaweze kuingia ulimwenguni. Alitafuta kwa miaka, alifuata alama za damu kwenye mawe, alifuata ndoto ambazo zilikuja kila usiku, zikimwambia jina lake kwa sauti inayotoka ndani ya moyo wake. Hatimaye alikipata. Chini ya magofu ya Irem, jiji la nguzo lililozikwa chini ya mchanga kama maiti inayojaribu kupumzika. Al-Azif lilikuwa kitabu cha kutisha zaidi ambacho macho yangu yamewahi kuona katika maelezo. Kila ukurasa ulioandikwa na damu iliyokauka, michoro ambayo inaonekana kuhamia unapotazama, viumbe vya tentacles, macho yasiyo na idadi, midomo inayofunguka bila mwisho. Ilielezea miungu ya kale ambao walitawala ulimwengu kabla binadamu hajajua hata neno Mungu. Miungu ambao hawana huruma, hawana upendo, hawana chochote isipokuwa njaa isiyo na kikomo. Na iliahidi nguvu, maarifa, uhai wa milele. Lakini bei yake ni nafsi yako, akili yako, utu wako wote. Al-Hazred alisoma, na kadri alivyosoma ndivyo alivyopoteza kila kitu alichokuwa. Alilia usiku mzima jangwani, akipiga kelele ambazo hazikuwa za binadamu tena. Aliona vitu visivyo na sura vilivyomzunguka vikimwambia kwamba yeye sasa ni wao. Mwishowe alipotea. Hakuna aliyempata tena. Hakuna maiti, hakuna alama, ni kelele tu, kelele za wadudu usiku zilizosikika mbali sana kisha zikatoweka. Wengine wanasema alikufa, wengine wanasema alichukuliwa na miungu hiyo na kuwa sehemu yao, lakini kitabu kiliendelea. Kinaenda kutoka mkono mmoja hadi mwingine, kizazi hadi kizazi, kikimngoja yule anayethubutu kufungua ukurasa wa kwanza. Kwa hivyo, kama utawahi kusikia habari zake au kuona jina lake likiandikwa mahali popote, geuka, kimbia, usitazame nyuma. Kwa sababu ukithubutu kukitafuta, hutawahi kuwa wewe tena, na labda hutawahi kuonekana duniani. Sasa utajiuliza, kama Al-Hazred halikuwa peke yake, ni nani aliyaona maandishi yake na kuchapisha kitabu chenye maelezo yake? Jibu ni Howard Phillips Lovecraft au H.P. Lovecraft. Hii ndiye aliyeibuni simulizi hii kama sehemu ya ulimwengu wake wa hadithi za kutisha, Cthulhu Mythos. Lovecraft alitumia kitabu hiki kama kifaa cha fasihi ili kuongeza uhalisia na utisho katika hadithi zake.
Mnamo mwaka 1927, Lovecraft aliandika insha fupi inayoitwa A History of the Necronomicon, ambapo alielezea kwa kina jinsi kitabu hicho kilivyotafsiriwa na kupigwa maradhi na makanisa na serikali mbalimbali. Hii iliwafanya wasomaji wengi waamini kuwa kitabu hicho ni halisi. Kitabu hiki kinatajwa mara kwa mara katika hadithi zake nyingi kama The Hound na The Nameless City kama chanzo cha maarifa yaliyokataliwa kuhusu miungu ya kale kama Cthulhu na Yog-Sothoth. Ingawa kuna vitabu vingi vinavyouzwa madukani leo vyenye jina la Al-Azif au Necronomicon, Lovecraft mwenyewe alisisitiza mara nyingi katika barua zake kuwa kitabu hicho ni hadithi ya kubuni tu aliyoitengeneza yeye mwenyewe. H.P. Lovecraft alifariki Machi 15, 1937 akiwa na umri wa miaka 46. Alikufa kutokana na kansa ya utumbo mdogo, small intestine cancer, na pia alikuwa akisumbuliwa na utapiamlo na matatizo ya kigo. Alizikwa kwenye makaburi ya Swan Point huko Providence, Rhode Island.